ibadilike. Kanisa ilipofika tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321, ukisoma bustani ya katekista ukurasa wa 74 inasema Sabato ya Jumamosi tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321, Kanisa Katoliki lilibadilisha utukufu wa Jumamosi kupeleka Jumapili. Bustani ya katekista ukurasa wa 74. Kama Waroma Katoliki wanasema wao walibadilisha utukufu wa Jumamosi. Walipobadilisha utukufu wa Jumamosi, sio Mungu. Walipobadilisha utukufu wa Jumamosi wakaupeleka wapi? Siku ya ngapi? Kwanza ya Jumamosi, ambayo leo inaitwa nini? Jumapili. Utofauti wa siku ya Sabato ya Jumamosi na Sabato ya Jumapili. Sabato ya Jumamosi ilianzishwa na Mungu na haikubadilishwa. Sabato ya Jumapili ilibadilishwa kutoka kwenye Sabato iliyoanzishwa na Mungu, na ilibadilishwa na ikawekewa utukufu na kanisa gani? Katoliki. Kasome bustani ya katekista, usije ukasema kama ni wadanganya. Mimi nimechukua nukuu kurasa wa 74 itaikuta kwenye kitabu chao Katoliki. Haya, na Waislamu ukisoma Qur'ani, Qur'ani 2:65 na 66. Na hakika ulikwisha yajua ya wale miongoni mwetu walioivunja Sabato siku ya pumziko Jumamosi, na tukawaambia manyani wasahaulifu. Kwani siku hii ndio Ijumaa. Siku hii hapa ni nini ambayo wenzetu Waislamu wanaenda kufanya nini? Kuswali. Wao katika Qur'ani imekiri wazi kwamba siku hii kwamba siku hii ya Jumamosi ni siku takatifu ambayo watu wanaenda kwa ajili ya kutubu dhambi zao, kuungama na kufanya shughuli zao nyingi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hawajasema Ijumaa. Jumapili wamesema tumeibadili kutoka wapi? Hao Waislamu wanasema siku takatifu ni Jumamosi. Sasa kama huelewi hata vitabu vya Qur'ani na katekista, utakuwa na shida. Lakini ukweli umewekwa wazi katika nyakati zote ambazo Biblia inaandikwa
16:12. Maandiko matakatifu yanasema, baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao ana sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Walikuwa wanashika njia kwenda wapi? Kwenda shamba. Amesema walikuwa wanashika njia kwenda ibadani? Hapana. Amesema walikuwa wanashika njia kwenda kusali? Hapana. Walikuwa wanashika njia kwenda wapi? Kwenda shamba. Kwa hiyo Jumapili ni siku ya kwenda wapi? Shamba. Jumapili ni siku ya kwenda wapi? Shamba. Ambayo Biblia imesema ni siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Au mashambani wanaendelea kusali? Hapana. Walikuwa wanaelekea kwenye kijiji cha Imao, ambako huko kulikuwa na mashamba. Yesu aliwatokea hao watu, akawakuta wanaenda wapi? Na kumbuka hiyo siku ndio Yesu alifanya nini? Aliyofufuka. Kitabu kingine sasa mnaweza mkarudi. Kazi yenu mmemaliza. Ukisoma inaitwa First Blood katika hotuba iliyoripotiwa kule Elizabeth, New Jerusalem, Machi 18, 1903. Anasema hivi: ni vema kuwakumbusha Wapresbiteriani, Wamethodisti na Wakristo wengine wote kwamba Biblia haiwaungi mkono popote katika utunzaji wao wa Jumapili. Jumapili ni pando la Kanisa Katoliki la Kirumi, na wale wanaoitunza siku hiyo wanaitunza amri ya Kanisa Katoliki. Wangapi tumeelewana mpaka hapo? Nirudie. Kardinali James Gibbons aliandika kuwa unaweza kusoma Biblia tangu mwanzo hadi mwisho, hautakuta mstari wowote unaoidhinisha utakaso wa Jumapili. Maandiko matakatifu yanaidhinisha utunzaji wa siku ya Jumamosi. The Faith of Our Father, ukurasa wa 111 na 112. Nukuu nyingine, pata hapo mbeleni. Lakini pia wa Roman Catholic wameongezea kwamba wanawakumbusha makanisa yao yote yanayosali Jumapili kwamba wanasali ni amri yao wao. Kwa hiyo wao wameanzisha kanisa lingine, wanaitunza amri yao, sio amri ya Mungu. Utukufu kupeleka wapi? Lakini leo wengi wa Adventista wa Sabato tunashindwa kuhubiri ukweli huu kwa watu, tunawaacha wanapotea eti kwa sababu tunawaogopa. Tengeneza mambo ya nyumbani kwako. Je, umetengeneza? Uliopo kanisani umetengeneza? Uliopo nje ya kanisa umetengeneza? Wengine wanasema mimi mambo ya dini, hata dini haitanipeleka mbinguni. Kwenda kanisani hakutanipeleka mbinguni, cha msingi nitende yaliyo mema. Tunakuja kanisani ni kama hospitali. Yaani ni hospitalini huko. Tunauma magonjwa mbalimbali. Wengine tena wapo ICU. Lakini wewe uwaone. Ila humu ndani wote sisi ni wagonjwa. Kwa hiyo unapokuta unahuji kanisani, upo nje ya hospitali, alafu unauma, unafikiri kuna kupona? Yaani unapokuja kanisani eti kwa sababu mzee wa kanisa amekunyeshia mkono, labda amekusimamisha, amekuzalilisha labda mbele ya washiriki, wewe unafikiri ni Mungu? Ni Mungu huyo? Unakuta ni mgonjwa. Yaani tunasali wagonjwa, wanaotuongoza kwenye ibada sisi na wenyewe ni wanani? Wachungaji ni wagonjwa, wazee wa kanisa ni wagonjwa,
washiriki na wenyewe ni nani?